Oe, wanangu animation, vipi mpo? Mimi ni Animation Master L7 na leo tuko na Moana. Najua mnaipenda sana hadithi hii. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na bahari ya turufu, aliishi msichana aitwaye Moana ambaye alikuwa na ndoto kubwa zaidi kuliko wengine wote. Alikuwa na moyo wa shujaa na alijua kuwa dunia ilikuwa na nafasi kubwa kwa watu wenye ujasiri na ndoto. Hadithi hii inasimulia safari ya Moana, msichana aliyekataa mipaka na alijitahidi kufuata ndoto yake licha ya kuwa na changamoto na vikwazo vilivyokuwa mbele yake. Maisha ya Moana. Moana alikulia katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na bahari. Wazazi wake walikuwa wavuvi maarufu na walimfundisha Moana jinsi ya kuvua samaki, lakini Moana alijua kuwa alitaka kitu kikubwa zaidi. Alikuwa na ndoto ya kuwa mrembo wa bahari, lakini zaidi ya yote alitaka kuchunguza dunia iliyo mbali na kijiji chake. Alijua kuwa roho yake ilikuwa imetengenezwa kwa maisha ya ukatu kwenye pwani. Alitaka kuona kile kilichozunguka ulimwengu wa bahari. Hata hivyo, familia ya Moana, hasa baba yake, alijua kuwa hatima ya Moana ilikuwa ni kujitolea kwa kazi za kijijini. Aliamini kuwa Moana alikuwa na jukumu la kuendelea na mila ya familia, lakini Moana alijua kuwa ndoto yake ilikuwa kweli kwenda mbali zaidi na nyumbani, hasa pwani ya bahari. Safari ya Moana. Moana alijua safari yake ilikuwa ni ngumu, lakini alijua pia kuwa peke yake. Aliwaza kuhusu maneno ya bibi yake aliyemfundisha kuhusu nguvu ya upendo na familia. Ikiwa unahitaji kuokoa dunia, lazima uanze na moyo wa upendo. Hakuna kitakatifu kinachoshinda nguvu ya familia na mshikamano. Bibi yake Moana alisema. Huu ulikuwa msingi wa safari ya Moana. Alijua kuwa ili kufikia ndoto yake, alilazimika kuwa shujaa na kutii mwito wake. Alikusanya vifaa, alienda kwa mrembo kijiji aliyejua njia za baharini na aliomba msaada kwa wazee ambao walimfundisha siri za usafiri kwenye bahari kubwa. Alianza safari yake kwa mashua ndogo. Moana alijua kuwa njia ilikuwa ndefu na yenye hatari, lakini alikumbuka maneno ya bibi yake, nenda kwa ujasiri na moyo upendo, utashinda kila kizuizi. Safari ya Moana ilikuwa na changamoto nyingi. Alikumbana na meli kubwa zenye mawimbi makali. Aliona mnyama mkubwa baharini akielekea kwenye giza la usiku, lakini kila wakati alikumbuka maneno ya familia yake. Aliendelea kupigana na mawimbi ya maisha, akijua kuwa atafanikiwa. Alikumbana na watu wa nchi za mbali na akajifunza sana kutoka kwao. Aliweza kuona kwamba dunia ilikuwa kubwa na alijivunia kuwa sehemu ya ulimwengu wa ajabu uliojaa milango ya matumaini. Katika kila kizuizi alichokutana nacho, aliona nuru ya upendo wa familia yake na alijua kuwa hatima yake ni kufikia malengo yake. Aligundua kuwa safari ya maisha ilikuwa ni kuhusu kuwa na ujasiri, kufanya maamuzi magumu na kushinda hofu. Hatimaye, baada ya safari ndefu na yenye mafanikio, Moana alifika kwenye kisiwa cha mbali kilichozungukwa na maporomoko ya maji ya ajabu. Aliweza kugundua dunia mpya na aliona dunia kwa macho mapya. Lakini wakati alifika kilele cha ndoto yake, alimwona kuwa familia yake ilikuwa nyuma yake ikiendelea kumsubiri. Moana alirejea nyumbani akiwa na hadithi za ajabu, akielezea jinsi alivyokutana na watu wapya, aligundua dunia mpya na alivyoshinda changamoto nyingi. Aliweza kufundisha kijiji chake jinsi ya kuwa na ndoto kubwa na kufuata ya moyoni. Hadithi ya Moana inatufundisha kuwa ujasiri na upendo wa familia ni nguvu za kweli zinazoweza kutufikisha mbali. Ndoto kubwa inahitaji juhudi kubwa, lakini hofu haitakiwi kutuzuia. Moana alijua kuwa dunia ilikuwa kubwa na kwamba kuna kitu kinachoweza kumzuia kufikia malengo yake. Kwa moyo wa ushujaa na upendo wa familia, alifanikiwa kuzishinda changamoto zote kufikia ndoto yake. Hadithi hii ya Moana inaonyesha kuwa kila mmoja wetu ana uwezo wa kufuata ndoto yake bila kujali. Hadithi hii ya Moana inatuonyesha kuwa kila mmoja ana uwezo wa kufikia ndoto yake bila kujali changamoto zinazojitokeza njiani. Inatufundisha kuwa familia na mshikamano ni nguvu kubwa zinazoweza kutufikisha mbali.